zake, maagizo yake na masharti yake ni waamuru hiyo leo. Mstari wa 18 inasema, kumbukeni kwamba Mwenyezi Mungu wenu ndiye awapaye uwezo wa kupata utajiri. Anafanya hivyo ili kuimarisha agano aliyofanya na babu zenyu mpaka leo. Bwana abariki maandiko. Mwenyezi Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimelisoma neno ambalo linitia ndani ya moyo wangu, ya kwamba Bwana, ninapogawa hili neno kwa watoto wako Jehova, ninaomba ya kwamba neno hili kawabariki, neno hili kawainue, neno hili kawajenge, neno hili kawa msaada katika maishani wao. Pokea sifa na utukufu, wewe ni Bwana, katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Now, mwandishi wa kitabu ambacho tumeweza kukisoma, kitabu cha Kumbukumbu la Torati, kiliandikwa na mtumishi wa Mungu anayeitwa Musa. Na kitabu hiki, kurasa chapter zile za mwisho hazikuandikwa na Musa, iliandikwa na Joshua baada ya kifo cha mtumishi wa Mungu Musa. Na kusudi la Musa kuandika hiki kitabu ni kwamba anawakumbusha wana wa Israeli wakaweze kujua yale Mungu aliweza kutenda walipokuwa katika nchi ya Misri, walipokuwa jangwani. Anawakumbusha wakaweze kujua yale ambayo Mungu aliweza kuyatenda. Kwa hivyo unaposoma Biblia unapata ya kwamba wana wa Israeli, taifa ambalo Mungu aliweza kuwaita, wale ambao walianza safari ya kutoka katika nchi ya Misri, sio hao ndio waliofika katika nchi ya Kanani. Waliofika katika nchi ya Kanani, maandiko yanasema ya kwamba walikuwa wawili, ya Caleb na Joshua, lakini wengine wale walianza safari hawakuweza kufika katika nchi ya Kanani, waliweza kuishia katika jangwa. Ninaomba ya kwamba Mungu akusaidie walioanza Januari, Mungu akaweze kuwapa nguvu, Mungu akaweze kuwahifadhi watoto wa Kabiro, watoto wa Mungu wa Kabiro. Mungu aliyeanza pamoja nanyi Januari, ni ombi letu ya kwamba Mungu awasaidie ili ya kwamba muweze kufika mwezi wa Disemba mkiwa salama. Kwa hivyo hili ni jamii, hii ni generation ambayo wazazi wao waliokuwa vichwa ngumu. Maandiko yanasema ya kwamba kutoka Kanani kutoka Misri kwenda Kanani ni mahali karibu, lakini kwa sababu ya ugumu wa mioyo zao, Mungu anatenda mambo mazuri, lakini hawakuwa wanaona. Mungu akaonelea kwamba hawatafika katika nchi hiyo, bali watoto wao ndio watakaofika katika nchi ya ahadi. Kwa hivyo mahali ambapo tumesoma Musa amesanya haya mambo yote mazuri ambayo Mungu aliweza kuwatendea wana wa Israeli. Kwa hivyo wamesimama katika mto Yordani, wanataka kuvuka katika nchi ya Kanani. Kwa hivyo Musa anawaandaa hii generation hii, anawaambia ya kwamba mtakapovuka mwende katika nchi ambayo Mungu aliweza kuagizia. Mtakapofika kule, mtatii amri za Bwana, mtafuata maagizo ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jambo kubwa mahali pale unaposoma utapata kwamba because of what God has done, kwa sababu ya yale Mungu ametenda na matarajio yao, ni lazima wanapotaka kuvuka katika nchi ya Kanani wako na matarajio. Unajua mwaka unapoanza kila mmoja huwa na matarajio. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba mwaka huu nitafanya hivi, mwaka huu nitatenda haya. Kwa hivyo hawa wamefika katika Mungu amewasaidia, wamevuka bahari ya Shamu, wamepita katika jangwa, sasa wamefika katika mto Yordani. Wako na matarajio ya kwamba waweze kurithi nchi ambayo Bwana amewaidia. Kwa hivyo Mungu anatumia Musa, anataka awaelezee, anataka wakumbushe. Anasema ya kwamba mkumbuke mtakapofika katika nchi hiyo. Anawaambia ya kwamba kumbuka jinsi vile Mungu alipenda wazazi wenu, kumbuka jinsi vile Mungu aliwapigania. Haya ndiyo mambo mazuri ambayo Bwana ametenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo
tunaenda kuongea jambo rahisi sana, na hilo jambo ni jambo kubwa zaidi katika maisha ya wanadamu. Nataka kuongea kuhusu remember. Nimeongea mahali ambapo nimekuwa tena hapa, Mungu imependeza Mungu niseme ya kwamba kumbuka. Hebu gusa mtu mwambie kumbuka. Ninasema kumbuka. You know, remember is a simple word, but it is a very powerful word. It is good to remember what some people have done in your life. Kuna mahali nimesema hivyo. Ni vizuri ukumbuke hata watu wengine kwa mambo mazuri ambayo wamefanya katika maishani mwako. Sema amen. Wakati ulipomaliza kura, nikaingia kwa gari lingine. Sijawahi ingia kwa gari nitokee huko kwa inaitwa nini huko. So nilikuwa nauliza, huyu ni mtu gani huyu hapa? Na hii gari alitoa wapi? Ninakaa kama wale wabunge. Nikaanza tu kutembea kutoka Kawangware huko kwa gari juu. Nimekaa kwa gari juu na shindwa. Leo ndio nimemuona, kumbe alikuwa ni mshirika wa kabila. Ninasema ninakumbuka. Ninasema Mungu akubariki. Na nimekuwa nikitafuta at least nikuchape hata soda moja. Mtu mwambie kumbuka wewe. Some of us, we are a product kwa upendo wa watu fulani. Musa anakumbusha generation ambayo inayokuja. Unajua watoto wangu wote wamezaliwa hapa Nairobi. So wanapoona mahali ambapo tunakaa saa hii, wanafikiria tulizaliwa tu tukiwa hapa. Sometimes huwa nachukua nafasi na kuwakumbusha ili ya kwamba wajue kuna mahali tulitoka. Now, kuna watu hata wengine wenye, mimi ninakumbuka nikikuja Nairobi, sikukuwa na mama, sikukuwa na baba, sikukuwa na ndugu, sikukuwa na rafiki. And that is why mimi nachukia jambo la ukabila. Hapa hutanitoa. Ukitaka kuwa adui wa pastor, ukitaka kuwa adui wa overseer, anza maneno ya ukabila. Hapa tutaelewana. Maana mimi nilikuja Nairobi, aliyenikaribisha hakukuwa Mbukusu. Aliyenikaribisha sio ndugu yangu, aliyenikaribisha sio mama yangu, aliyenikaribisha hata si mtu wa Kitale mahali nimezaliwa. Aliyenikaribisha ni mtu ile tulijuana tu. Na nikakuja nikaingia kwa nyumba yake. In fact nilianza kulala kwa kitanda. Ninakumbuka hiyo nyumba mpaka sasa, Kibera. Unajua wengine wenyu, na ndiposa Mungu anaturejesha. Wengine wetu watu wanakusaidia, alafu narudi tena kutukana huyo mtu. Unamwambia hata kama si wewe ningefaulu tu. Mtu amekusaidia, amekupeleka kazini, unafika kazini, unaanza kupiga huyo mtu tena vita. Unasema hata kama sio wewe ningefaulu tu. Lakini nataka kusema ya kwamba mchana wa leo Mungu anatumia Musa, anaambia kizazi hiki ya kwamba mtakapofika katika nchi ile, msikumbuke, msisahau Mungu aliyewatoa katika nchi ya Misri akawapigania, na sasa mmefika mto Yordani, anawapa maagizo, anawaambia mtakapofika kule msisahau Mungu wenu aliyewatoa, aliyewapigania. Na ndiposa mama hapa ameimba, mama ubarikiwe, ya kwamba kwa yote uliyotenda sitaacha kukusifu. Mwingine akaimba akasema, ukirushwa na dunia hii, utakapokufa moyo kwa kudhii, hesabu baraka moja baada ya nyingine, utaona ya kwamba Mungu ni mkuu. Wengine wenu hapa ulipokuja Nairobi ulikuwa na nguo moja. Wale wa nguo moja tuko pamoja. Nguo moja unafua usiku, alafu unavaa mchana. Wanakuchekelea kaguo kamoja, lakini saa hii imejaa kwa sanduku. Hata unapoenda kuvaa unashindwa leo utavaa gani. Bwana asifiwe. Now, the
reason why some of us, we are not walking in love, it is because we have forgotten. The reason why some of us hatuna moyo wa msamaha ni kwa sababu tumesahau. Umesahau kujua ya kwamba hata wewe hauko unafaa, hata wewe hauko unastahili, lakini kwa kifo chake Yesu msalabani, in fact wakati alipokuwa msalabani, akaona wale ambao wanamsulubisha, akasema, Bwana uwasamehe maana hawajui wanalolitenda. Na kweli kama wangelijua hawangemsulubisha. Kama wangejua kwamba wanamsulubisha na baada ya siku 3 anafufuka, hawangefanya hivyo. Lakini kwa sababu hawakujua, Yesu anaambia Mungu, anaombea, wasamehe maana hawajui walitendalo. Mbona umeweka watu kwa moyo, unatembea na watu kwa moyo, na hao watu ndani ya moyo mwenyewe hata hawalipi rent, wanakufinya bure. Unasema tutasameheana mbinguni. Nataka kukuambia mbinguni hakuna msamaha. Huko hakuna msamaha. Ni wapi? Hapa duniani. Umesahau. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu, hebu niangalia hapa. Kuna siku wewe umefanya mtu akalia wewe. Mtu akalia machozi. Wewe tu hapa. Hebu angalia mwenzako kama anakaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu unasaidia hapa. The reason why there is a lot of fighting in our marriages, vita katika ndoa zetu, migongano katika ndoa zetu, ni kwa sababu wengine wetu tumesahau. Wazee mko? Wazee inua mikono. Leo ni kukumbuka. Kuza mtu mwambie kumbuka. Wazee, mnakumbuka hii kona hapo tu kwa hiyo kona, wakati ulipokuwa unangojea msichana ya watu, unasema hata kabla sijakuona siwezi lala, hata siwezi kula. Mnakumbuka hiyo wazee? Wamama mnakumbuka hiyo? Na ile barua ile ya Telegram. Unajua mimi nimemaliza ngumi moja, niko naendelea na ngumi nyingine. Mungu akinisaidia nikamilishe ni sawa. Lakini wale wa miaka zetu, kama huyu mzee naona ni nyakati zetu. Yaani unaandika kabarua kanaenda, alafu tena unangojea kwa posta. Tulikuwa tunaitiwanga kwa mashule. Siku hiyo ukipokea kabarua nasikia wanaita. Kamewekwa maua pale. Unaenda unafungua hiyo kabarua, unakumbuka? Mambo unakumbuka miaka zetu. Alafu ilikuwa inaandikwa na mkono. Unapata kama huwa I love you. Alafu kitu kile ulikuwa unafanya, unajua hii generation hawajui. Huyu hawezi jua huyu. Ile kitu ulikuwa tunafanya wewe na mimi tukiwa ndani mwake. Unatafuta introduction ile mzuri. Hata kama hujui kuandika, unatafuta mtu akusaidie. Unaandika introduction nzuri kabisa. Yaani mtu anapoifungua anatamani. Mmekumbuka? So the reason why nyinyi mnapigana katika ndoa yenu, mnang'ang'ana vita katika, kwa sababu mtu mmoja kati yenu amesahau. Mimi nakumbuka wakati nilipoenda bwana pastor, wakati nilipoenda bwana CEO, mimi ninakumbuka wakati nilienda first time kwa kina msichana pale Kakamega Isongo, unaingia kule ndani njia kwenda Mumias, unafika pale mahali panaitwa Makunga, unaingia ndani Isongo. Sasa ninaenda safari ya kwanza, ninaenda ili kwamba kujitambulisha kwa kina msichana. Sina nguo, sina chochote. Kitu kile nilifanya, shemazi, niliomba koti. Niliomba suti. Nakumbuka. Na unajua hiyo wakati hiyo suti ya kitu ya kuomba sio yako. Mikono imepita hivi imefikia na wewe, lakini umejikaza unaenda kwa kina msichana. Ninakumbuka. Waje nikifikia mahali hata tunakuarushana kidogo. Kitu Roho Bwana ananikumbuka vile uliomba tu sana. Unakumbuka hiyo suti? Bado naikumbuka. So unapokumbuka hivyo inakurudisha nyuma na inafanya kwamba unakumbuka na hata unaleta amani. Nataka nikumbushe wazee kitu kimoja hapa. Wengine wenu mlioa, nataka uniangalie hapa.
mlioa bibi ile ambayo mlianza naye chini, mlianza naye maisha, ulianzia kulala kwa mattress, nini kwa goto ni chini. Kuna watu kama hao, sufuria ilikuwa moja, mkang'ang'ana na huyu msichana ya watu, mkang'ang'ana, akang'ang'ana, akaenda kwa vyama, akafanya vitu, akafanya. Mungu akawasaidia, mkapata pesa. Baada ya kupata pesa umesahau, alafu nampiga teke, unamwambia enda huko, wewe ni kitu bure, mimi nilikusaidia, hata niliondoa kaburi kweli. Nataka kusema kumbuka. And that is why huwa nasema hivi, sikia, hebu mniangalie hapa na kusaidia. Machozi ya bibi wako wa kwanza, first wife, is very dangerous. Wazee siwachomei, lakini nawasaidia ukumbuke. Machozi ya first wife, akipiga tu chini magoti hivi na asema, huyu mzee tulianza naye tukiwa tunalala kwa mattress, kwa cotton, tulianza na sufuria moja, ameona vitu imekaribia sasa, anaona mimi nimekuwa kitu ovyo, anatafuta sasa, anaenda kukimbia. Mnaitanga nini hiyo? Mnaitanga nini hiyo? Ile ndogo hiyo. Amekusahau wewe, peleka kule nyumbani, umeparara kule, na wewe ndio ulianzisha. Ninatangazia wazee siku ya leo ya kwamba mkumbuke mahali ambapo Mungu alikutoa na huyo mwanamke. Ukumbuke mahali ambapo mlikutana siku ya kwanza mkaanza maisha. Ninasema kumbuka. Gusa mtu kama umekaa na mzee, unisaidie, mwambie kumbuka katika jina la Yesu. Mwambie kumbuka mahali ambapo ulitoka. You know, we are raising a generation ambayo wanasahau kwa haraka sana. Wanasahau mahali ambapo wanatoka na mahali ambapo wanaenda. Bwana Yesu asifiwe. Wewe uko na touch screen, lakini naona ya mama yako aliyekuzaa, aliyekusomesha. Last week ilikuwa Mother's Week. Sijui kama umenunulia hata mama zawadi, mwambie hata umemtumia M-Pesa. Mama yako, wewe uko na simu karibu 3 na tena ni zile za touch, lakini mama yake amefungia mlanda, ako na kama Nokia sijui nini, mulikamwizi amefungia na raba, hata namba haoni, hata namba mali 1 2 3 hakuna. Bwana Yesu asifiwe. So we are raising a generation ambayo wamekosa kujua mahali ambapo wanatoka na mahali ambapo wanaenda, kwa hivyo wanasahau. Na ndiposa Musa anarudi anasema, remember it is God who give you power to become rich. Anasema hivi, kumbukeni kwamba Mwenyezi Mungu ndiye awapae uwezo wa kupata, Mungu awapae uwezo wa kupata utajiri. Mungu ndiye anawapa uwezo wa kupata utajiri. Bwana asifiwe. It is God who gives you the position. Viongozi wale ambao mko hapa, it is God who has given you that position. It is God who gave me this position. Wewe unataka kusema watu walimwanga pesa kiasi gani? Hata the very day ya uchaguzi pesa zilimwangwa. Mwingine akatoka hapa akasema bado ni baroshi. Yaani watu ni nini? Na kweli watu wanadamu wanasema asubuhi na mapema, lakini hii asubuhi haikufika. Inataka kusema ya kwamba it is God who gives you power for you to become or to have that position. Bwana Yesu asifiwe. It is God who gives you power to get what you have. Kila ambacho uko nacho imehusika nguvu zake Mwenyezi Mungu. So inamaanisha ya kwamba, inaelekea kumaliza, inamaanisha ya kwamba kile ambacho uko nacho ni Mungu amekupa. Mtu aseme amen. Mwimbaji mmoja akaimba akasema, huna chako wewe cha kuringa nacho, kile ambacho uko nacho ni Mungu amekupa. Hiyo ninaposikia hiyo wimbo, wakati mwingine inanifanya mpaka nikaweze kunyenyekea mbele za Bwana.
nikijua kwamba hata position ambayo niko sasa si kwa uwezo wangu, si kwa akili zangu, si kwa pesa zangu, bali ni Mungu ambaye amenisaidia hata kuweza kufika mahali ambapo nimefika. Na hiyo inafanya ya kwamba hata nikaweza kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi huwa mnasikia nikisema hivi, nataka mnisikie vizuri, niangalie hapa, nikusaidie. Huwa nasema hivi, na hii kusema niliambiwa, na wakati niliambiwa mara ya kwanza, nikaona ya kwamba Bwana sio, nikaona ya kwamba huyu mtu ananitukana. Aliniambia hivi na nikashika. Akaniambia, you are nothing. Number one, you are. Number two, you know nothing. Number three, you can do nothing. Unasikiaje hizo point? Ati mimi si mbaya sana. Yes, mbaya sana. Mbaya sana. Na kweli inakaa mbaya. You are nothing. And you know nothing. And you can do nothing. I will explain. Sitaki kutoka hapo usema basi alikuja kutudharau, kusema ati sisi ni vitu bure, hatujui chochote na hatuwezi kufanya chochote. Nataka nikueleze, nataka ni explain. Bwana Yesu asifiwe. Now, the only generation ile ambayo ilitoka katika nchi ya Misri, walifika mahali wakafanya mioyo zao kuwa migumu. Wakafika mahali wakaanza kuona wametoka Misri kwa nguvu zao. So Mungu akagairi katika moyo wake, akasema ya kwamba I'm going to raise a generation ile ambayo itaenda kurithi nchi. Kwa hiyo sasa wamefika katika mto Yordani, generation ambayo Mungu ameinua. Wale ambao walianza katika nchi ya Misri wamefanya mioyo zao kuwa ni ngumu, wameona ya kwamba wametoka Misri kwa nguvu zao, kwa uwezo wao, na Mungu akawamalizia katika jangwa. Kwa hiyo Mungu anasema ya kwamba I'm going to raise a new generation. Nimekuwa nikitembea nikitangaza hii ujumbe ya kwamba tumefikia mahali ambayo God is going to raise a new generation. In our churches, God is going to raise a new generation. A generation ile ambayo itamtii Mwenyezi Mungu, generation ile ambayo itatii maagizo yake, generation ile ambayo itatii viongozi. Na generation kama hiyo, Mungu anasema ya kwamba yeye Mwenyezi Mungu atafungua madirisha ya mbinguni. Hii generation ambayo inamheshimu Mungu, hii generation ambayo inatii Mungu, anasema ya kwamba atafungua madirisha ya mbinguni. Si kwamba awape baraka, lakini anasema, soma Malaki vizuri, anasema atawamwagia. Mama Nyakusundura, mmeshawahi mwaga maji? Atasema atawamwagieni baraka. Ninasema pokea baraka, a new generation katika jina la Yesu. Ninasema pokea baraka katika jina la Yesu. Inua mkono kama unataka hizo baraka. Mungu anaona hiyo mkono. A new generation that God is raising. Let me tell you, wacha nikuambie, kuna watu ambao Mungu ameinua. Pendwa, that is why I normally say you cannot control me katika na pesa zangu. Nimesema hili jambo mahali. Nimesema ikiwa kuna mtu mchawi number 1 kanisani, ni mtu yule ambaye atakukujia na aseme ulikuwa unatoa 2000 nao kata, anza kupeleka 200 hata 100. Hata usipeleke mwingine, mwambie wewe ni mchawi, nimekupa ruhusa. Mwambie wewe ni mchawi. Mimi ninajua mahali ambapo Mungu alinitoa. Mimi najua bomba letu wakati lilikuwa. Wapendwa, kwetu tulikuwa na nyumba ya nyasi. Tulikuwa na nyumba ya nyasi. Na mvua iligenyesha, bwana, tungekaa chini tunatetemekea hapo hivi. Tetemeka hivi. Tetemeka hivi. Hatukuwa na chochote. Ashukuriwe Mungu wa Israeli ambaye aliinua mwalimu mmoja Maragoli kutoka hapo Bendera karibu na Mbwere hapa nyuma hivi, aliyenichukua na akanisomesha kutoka form 1 mpaka form 4, nikamaliza mpaka nikafika mahali ambapo. Maana vicheko ilikuwa ni kwamba mtoto wa fulani maskini amepita, atatoa wapi school fees? Lakini Mungu ni nani? Wale walikuwa navyo, watoto hao hawakuendelea. Lakini wale ambao hawakuwa nayo, Mungu anainua kutoka mavumbini, anawaweka kule juu. Nasema mpendwa, kumbuka
ninakumbuka mahali ambapo Mungu alinitoa. Unakumbuka wakati sijui mmezaliwa wapi? Sisi tulizaliwa Skimu. Wapendwa, tulikuwa mama district. Mama district. Unaenda kupalilia maeka na mama. Mimi nikikumbuka hata saa hii. Sikia, nikikumbuka wakati nimekaa kwa hoteli na kula chips. Kitu kinanikujia, kumbuka mama amekula nini. Kama niko na kitu, hiyo chips ningekula 500, 250 na kutumia. Ninamwambia mama nunua sukari. Mara tumepalilia na huyo mama akikusalamia hii mikono ni kana kwamba ni kama kuni. Unajua hiyo kitu? Hii mikono jembe, yani jembe imefanya nini? Lakini sisi ndio hawa. Na ni lazima tukumbuke mahali ambapo Mungu aliweza kututoa na mahali ambapo Mungu anatuelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, wacha nikukumbushe jambo moja nikimalizia. Wacha nikukumbushe jambo moja. Nimesema mahali unatoka shule. Hebu niangalia hapa. Hiyo generation hawa hawajui huyu hawezi jua huyu. Nataka tukukumbushe. Hebu siku moja kaa na mzazi muulize historia ya kweli. Tulikuwa tunatoka shule saa 7. Unaenda kwa nyumba, ile nyumba unapata, ukitoka kule mbali uone kama kuna kamoshi, inakuwa ni matumaini kidogo, hapo kuna kitu kinatayarishwa. Lakini ukienda katika hiyo nyumba ya nyasi uone tu imenyamaza. Alafu unakimbia kwa nyumba, unafika kwa membo, unapata paka imelala kwa na mama hapo tu hapo. Anaosha madari yake tangu asubuhi. So utafanya nini? Wewe unaenda, kama ilikuwa mwezi wa 8 wakati wa mahindi, unawasha moto haraka, unachoma mahindi na umauma na maji, na unajua kengele imekungoja. Bado 15 minutes. Saa 8 ikifika kengele, you are late kama kiboko utapata. So kiboko inakungojea shule. Hapo ukingojea tena utachapwa na kufukuzwa mbio. Bwana Yesu asifiwe. Hapo unafika mahali, mimi nakukumbusha. Unafika mahali, unafika bahati mzuri ukienda kwa nyumba alafu upate ile kwa Kimaragoli. Najua mimi nimelelewa na Wamaragoli, najua. Ile inaitwa Wicheni. Bahati mzuri upate hiyo. Unaenda unajiwekelea kwa moto, inaungua kidogo, chuni nyeusi, unatoa hiyo ya juu. Alafu inabakia ndani. Unakimbia, unaona iko hapo chai ile ilikuwa ya asubuhi. Hata huwezi chemsha, na hiyo Wicheni. Unagonga kikombe yako moja, mbio umekimbia shule. Sisi ndio hawa. Tunakumbuka mahali Mungu alitutoa. Sisi ndio hawa. Nikahubiri Amboseli. Mama director akaniambia, "Pastor, umenikumbusha." Na siku hiyo watu waliomba nikana kwamba hawajaomba. Nakumbusha, "Pastor, umenikumbusha mbali. Mimi nilikuwa na kutisha ati kwingine kunakaa huku ni kutisha, lakini kuni kurefu. Kunapita mpaka huku. So inakaa t-shirt lakini ni nguo." Wangapi wanakumbuka haya mama? Wewe umeshalala kwa gunia wewe. Mimi nimelala, hata umenikumbusha. Unaingia kwa gunia, unapindukia tu huko ndani. Unapindukia. Asubuhi na hatukuwa tunagonjeka. Asubuhi naamuka, chapa kiboko na kimbia shule. Sisi ndio hawa. Tunakumbuka mahali ambapo Mungu alitutoa. And that is why huwa nasema ya kwamba ukikumbuka mahali ambapo Mungu alikutoa, hata mtu hata kulazimisha kutoa fungu la 10. Biblia inasema, Musa anawaambia, mtakapofika katika nchi hiyo, mkumbuke ni Mungu ambaye amewapa uwezo wa kupata pesa. Unajua tuna raise generation wanasahau mahali ambapo Mungu aliwatoa, alafu wanafika mahali. Nilienda mwingine, Mungu amemuinua kidogo, anapiga kwa mfuko, anaanza kusema, "Pastor ataniambia nini? Hata mshahara yangu ina shida ya pastor." Nikahurumia huyo kijana sana. Lakini Mungu anapotuinua, Mungu anapotukumbuka, lazima tukumbuke ya kwamba ni Mungu ndiye ametusaidia, ni Mungu ndiye anayetupa uwezo wa kupata pesa zile ambazo tuko nazo. Hebu kumbuka sasa. Sasa nataka ni explain, alafu ujue. Ile nilisema, you are nothing, you can do nothing,
You know nothing. You know nothing. Siku moja tukaenda Kenyatta. Nataka nimalizie pale. Tukaenda Kenyatta. Tulikuwa na mama district sikio tulikuwa nayo. Tulipoenda kuona Reverend Mukwaya. Sijawahi kuingia hiyo hospitali inaitwa CCU. Critical Nini? ICU. Iko ICU na iko ingine CCU. Yaani ukiingia kule, hebu niangalie hapa. Wewe unajua hautembeaji. Siku ingine tembea Kenyatta ndio utakumbuka. So tukaingia katika hiyo hospitali. Tulikuwa na pastor mwingine. Hata kumbe wakati mwingine tena pastor wanaogopa. Nikamwambia pastor omba. Akaniambia hapa siwezi omba hapa. Yaani ukiangalia huku unaona ni kana kwamba mtu hayuko kwa kitanda lakini hako kwa kitanda. Mashine inafanya inaenda Sasa hapo ndio nimekuja kukuambia you are nothing and you know nothing and you can do. Unajua wenyewe wamesimama hapo na pesa. Wanasema what can we do? Wanaongea Kizungu. Wanaita daktari, what can we do? How much do you need? Where can we take our patient? Tunataka pesa sio kitu. Tunataka apone. But amewekwa kwa mashine. Kupumua ni shida. Unamuguza hivi hata kupinduka hawezi. Hapo ndio utajua you are nothing and you can do nothing and you know nothing. Nguvu zile ambazo uko nazo ni Mungu amekupa. The power, it is God who gives you power. Hata damu inapotembea katika misiba yako, inapotembea. Juzi mama mwingine akaniambia, "Pastor, Obasia, hata kuenda katika choo, alikuwa na mgonjwa na huyu mgonjwa anapokula chakula hawezi kuenda choo, lakini wewe tunaenda tu hapo, naenda haja. Unatoka huko umefanya nini? Do you know kuna mtu anakula chakula lakini haendi choo? Sasa kile kitu kinafanyika na huyu mdada inakuwa ya kwamba ajilimit hata kula, akule maana anapokula hawezi enda choo, inatakiwa aende wafungue mahali hapa ili watoe hiyo uchafu. So inakuwa ya kwamba anakula akichunga pia, anaangalia chakula kile ambacho anakula ili ya kwamba asikule zaidi, aende choo hiyo uchungu wa kutoa hapo ili watoe hiyo uchafu. So tunapofikia mahali kama hapo, it is God who makes you even to go katika haja, hata kwenda haja ndogo. It is, you know, kuna watu wala ambao wanatumia mpira, wanatembea na mpira. Pendwa, you are nothing, you can do nothing and you know nothing. Na ninapofika mahali pale, hata ninapoingia kanisani inabidi mpaka niweze kunyenyekea. Hii kiburi ndogo imetoka wapi? Ndio mtu anasema, nilienda mahali pengine mtu anasema nitakosa kutoa fungu la 10 ili pastor ateseke ili atoke mahali pale. Pendwa, you are not giving to pastor. See beyond the pastor. Unapoleta fungu la 10 hapa, Biblia inasema unijaribu katika njia hiyo uone kama sitafungua madirisha ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Nasema ya kwamba Mungu anaenda kuinua. Imefikia wakati. Nani hapo na bahasha ya fungu la 10 hapa? Imefikia wakati ambapo Mungu atasema kaa na fungu la 10 lako. Kaa. Wewe unaona hiyo pesa, hiyo kazi wewe ndio umepata. Umepata na nguvu zako. Kuna wangapi wale ambao wako na madigiri? Kuna wangapi wamekuja hapa Nairobi wametama mpaka wamerudi nyumbani? Wewe Mungu amekujalia, usione ni akili zako. Ninasema usione kwa nguvu zako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu akusaidie. Ikiwa ni fungu la 10, Mungu anasema only give 10%. Na wewe unapokatalia hiyo 10%, what God does, anakuachia 10% na yeye anachukua 90%. And that is why we are struggling. Mungu anasema ya kwamba he is going to raise a generation
Mungu nasema miguu yangu imekanyaga katika madhabahu. Ninasema Mungu ainue generation katika kanisa la Kabiro ambao watasimama waseme, pastor, mimi peke yangu. Hata hii speaker anauliza, hii speaker ni pesa ngapi? One person. And that is why ministry imetushinda. Ministry utapata ya kwamba watu 5 wanasema sisi tunanunulia pastor gari. Watu wangapi? Watu 5. Si Mungu ainue wapendwa hapa. Ninaomba Mungu afungue madirisha ya mbinguni. Unasikia vijana wangu? Mungu awafungulie. Wala ambao hujafika ng'ambo katika jina la Yesu, utafika. Utafika katika jina la Yesu. Acha nikwambie Mungu anaweza mama. Katika boma letu mama yangu alikuwa anapiga magoti akilia. Sema inua tu mtu mmoja. Mimi ndio huyo hapa. Mimi sijawahi fika Mombasa. Mwisho wangu ni Mombasa Road. Ninaongea hili ili ya kwamba nifiche nini? Sijawahi fika Mombasa. Lakini hivi karibuni nitafika na nipige picha niweke kwa Facebook niseme mlisema sitafika. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Nitakuwa kwa bahari. Natafuta Kinyasa. Sema hapa ni wapi? Bwana asifiwe. Lakini Mungu anaweza. Ninasema mahali ambapo haukufika, uzao wa tumbo yako, generation ambayo Mungu atainua kwa uaminifu ambao unatenda. Hauwezi kushinda kanisani kuanzia asubuhi mpaka saa uko hapa na Mungu akose kukuinua. Ninasema uzao wa tumbo yako ikaweze kubarikiwa. Mimi baba yangu alifika class 2. Kwetu mimi peke yake ndio nimesoma nikafika form 4. Mandugu zangu wote walifika class 2. Mtoto yangu ambaye nimezaa amefika China. Sema amen. Amesomea China. Anafanya engineering ya ndege. Na akiwa China he was number 1 Africa na huko ng'ambo. Amepata scholarship ya kwenda UK. Mwezi wa 9 anaenda 2 million na sijui mali inatoka. Inasema hivi, Mungu abariki uzao wa tumbo yako. Mahali ambapo wazazi wenu hawakufika, nyinyi mtafika katika jina la Yesu. Mungu anaambia Musa, kumbusha hao wana wa Israeli watakapofika katika hiyo nchi, maana wako na matarajio, watii amri za Mungu, watii sheria za Mungu, na watakapofika kule, watakapokula, watakaposhiba, wasisahau Mungu. Ninakuja kutangazia Kabiro ya kwamba msisahau Mungu wenu. Msisahau Mungu wenu. Na Mungu awainue. Mungu awatende mema. Wale ambao mnafanya biashara, nimesema mahali nikasema hata hiyo akili ambao unasema nitaenda hapo soko ya wajinga, inaitwa soko mjinga ama soko ya wajinga? Soko mjinga, ununue mboga ya 200, alafu useme katika hii 200 nitagawa, nikigawa hivi nimenunua 100, na kwa hii 100 nitapata 100, na hii 100 10 ni ya Mungu. Nitachukua hii 10 nipeleke kwa Mungu katika nyumba ya Mungu. Hiyo akili ambayo unayoitumia popote, hata katika hiyo chama, Mungu ndiye amekupa hiyo akili. Mungu akiregeza nati kwa kichwa yako saa hii, hata hawezi kujua mahali ambapo ulitokea. Inasema kumbuka Mungu, na Mungu awainue, na Mungu awatende mema. Wale ambao mmeoa, kumbukeni mahali mlikotoka na mke wako, na upende huyu mke, na Mungu atawainua, na Mungu atawabariki. Kumbuka, nataka tu waamuke mahali huko, hapa funika tu macho kwanza mahali huko. Nataka tu waambie Mungu, Bwana ninakushukuru. Jambo moja, unajua mimi nakuona, siku moja nilikuwa napeleka mke wako kwa theater kule Kijabe, tukawachana naye saa 2 asubuhi, akaingia theater. Wapenda, nilingoja mchana wote, ninazunguka Kijabe, ninazunguka hapo, ndio nilijua I can do nothing, I am nothing and I know nothing. Hapo niliona mimi hakuna kitu najua. Kutoka saa 2 ya asubuhi akiingia kwa theater, alitoka saa 2:30 ya usiku, nikiwa sijielewe, sijijui.
Ndio nikakumbuka wakati napomuona sahi, wakati mwingine huwa namwambia kumbuka mama, hata wewe uko hapo, uliwekwa kwa kitanda, ukawekwa kwa kitanda.